Leo nataka niwaelekeze watu ambao wanajifunza manual au wako mbioni kujifunza manual. Manual bwana, unavyoingia ndani ya manual ya gari yote ambayo ni manual, kuna vitu au tuseme kuna gia ambazo utazikuta mle ambazo zitakusaidia kufanyeje kuoperate hiyo gari ya manual. Cha kwanza utakuta kuna accelerator, accelerator mara nyingi inakuwaga upande wa kulia. Kwa mfano gari zetu za Kitanzania nyingi ni right hand side. Kwa ni zile gari ambazo steering iko kulia. Kwa assume that hii ndio gari yetu. Kwa hiyo chini kuna gia 3 ambazo huwa zinabinywa na miguu. Kwa mfano ya kwanza inaanzaga accelerator, ya pili inakujaga brake, ya tatu inakuwaga clutch. Hapo katika inakaga steering. Nyingi za kwa katikati hapa au hapa. So sijachunguza kwa makini zaidi. Lakini kuna steering hapa. Alafu kitu kingine hapa kuna gear stick. Kwa Kiswahili wanaitaga kirungu. Gear stick. Tushundo hii hapa. Gear stick hiyo kanakuwa kadogo kana vinamba. Kwa mfano kuna ambazo inasoma hapa namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, alafu reverse. Ngoja nichole sehemu kubwa. Namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, reverse. Inategemeana na gari. Kuna ambazo hapa inaanza, kuna ambazo zinaanza na reverse 1, 2, 3, 4, 5 hapa. Unaona? Kwa sita dereva siku zote nakaga hapa. Kama ni gari ambazo dereva anaendeshia kulia za Kitanzania. Unaona? Kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba inatakiwa ujue kwamba kila kitu kimeunganishwa wapi. Inatakiwa ujue accelerator imeunganishwa wapi. Hii brake imeunganishwa wapi. Clutch imeunganishwa wapi. Na hii gear stick au kirungu kimeunganishwa wapi. Na steering imeunganishwa wapi. Hivyo ni vitu vya kwanza kujua. Inatakiwa ujue kabla hujajifunza hilo gari au kabla hujaanza kujifunza. Haya. Kuna vitu vingi ambavyo tujaviandika hapa. Kuna engine. Tuseme kuna engine. Alafu kuna gearbox. Alafu tuashumu gari yetu ina propeller. Na nini? Tuseme hii hapa ni propeller. Propeller inakuja mpaka kwenye diff.
kwenye matairi ya nini? Ya nyuma. Kwa hiyo tunajifanya kama gari yetu inavutia nyuma. Lakini kuna gari zinavuta mbele, kuna gari zinavuta nyuma, inategemeana na gari jinsi ilivyotengenezwa. Kwa mfano gari zote ndogo ndogo nyingi mara nyingi zinavutiaga mbele. Hizi kubwa kubwa kidogo kwa mfano Mark X, Brevis, hizi gari za kizamani kubwa nani Cresta nini Mark 2 nini Grand nini, hizo zote kubwa kubwa zinavutiaga nyuma mara nyingi. Hizi gari nyingi ndogo ndogo kama Vitz, ST, Carina, Premio, hivi gari vya zamani nyingi vingi vinavutia mbele, na baadhi ya gari za kisasa ndogo ndogo nyingi zinavutia mbele. Kwa ina maana hapa kuna tairi za mbele. Tairi za mbele. Cha kwanza, steering siku zote imeunganishwa kwenye tairi za mbele. Nataka ujue hilo. Sio za nyuma. Steering. Kutoka steering kuna accelerator. Accelerator ni gia ambayo inabinywa na mguu, ambayo kazi yake ni kuongeza mzunguko wa engine. Kwa mfano gari linapowaka, mara nyingi gari linakuwa silencer. Kwa ili mgurumo wa engine uongezeke au RPM, revolution per minute, iongezeke, maana mzunguko wa engine kwa dakika uongezeke, unabinya gia ambayo inaitwa accelerator. Mara nyingi inakuwa chini mkono wa kulia, hiyo ni accelerator. Hata kama gari inaendeshwa left, lazima iwe mguu wa kulia. Kwa accelerator siku zote huwa imeunganishwa kwenye gearbox. Kwa accelerator siku zote huwa imeunganishwa kwenye engine. Kwa accelerator siku zote imeunganishwa kwenye nini? Kwenye engine siku zote iko hivyo. Haya, brake ya mguu huwa siku zote imeunganishwa kwenye matairi yote manne. Yaani brake ile ya mguu kwenye matairi manne. Kwa unapopiga brake, tairi la mbele ama mawili ya mbele na nyuma yote au yote manne, yote atasimama kwa wakati mmoja. Kwa ndo brake. Kuna kitu kifaa tumekisahau, hand brake. Hapa kuna hand brake. Haya, tunapotoka brake ya mguu, kuna brake nyingine ya mkono ambapo mara nyingi watu wanaitumia. Kwa mfano pale gari imesimama, si lazima utachia mguu huu hapa, maana gari itabaki haina brake. Kwa lazima uvute hand brake. Hand brake ni brake ya mkono, unavuta kwa mkono. Ukivuta inabaki imejilock. Baadaye tena unaondoa lock, bado unaishusha. Kwa hii brake ya mkono mara nyingi inatumika pale gari imepaki mlimani au sehemu yote. Ni vizuri utumie hii hapa. Japokuwa watu wengi wanaacha gari kwenye gear, labda anaingiza reverse au namba moja na anavuta hand brake. Lakini vizuri manyo ukipaki uvute hand brake, vile vile uweke na nini? Na gear yote, eza namba moja au reverse. Hizi ndio gear ambazo ni nzito, tuseme zina mzunguko mkubwa na zina nguvu. Kwa unawekaga hizo hapo. Kama kwa mfano hata kitokea labda hii hapa imejiondoa kwenye hand brake au nini, japokuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa kama umeweka gear yote hapa, hata kama inashuka itashuka taratibu. Kama ni sema kada haitashuka kabisa. Ndio maana yake. Kwa hiyo sasa kwa hand brake nayo na yenyewe sasa imefungwa kwenye matairi ya nyuma. Gari zote mara nyingi hand brake imefungwa kwenye matairi ya nyuma. Nadhani kwenye gari ndogo, lakini kwenye semi trailer nahisi hand brake yake kwa sababu ni ya upepo itakuwa inafunga matairi yote ya gari zima. Nadhani kwenye masemi, sidhani kama ni tairi za nyuma peke yake. Unaona? Na vivile hand brake hii kuna kwa gari dogo, kwa gari za upepo nadhani inafunga matairi yote. Lakini matairi yote na yenyewe kwa sababu inatumia upepo. Kwenye gari ndogo inafunga tairi za nyuma. Vile vile kuna baadhi ya magari mfano ya makubwa makubwa mfano Nissan Diesel makubwa yale, Nissan Diesel ile ya gear 6 ile. Hand brake yake ipo kwenye baada ya gearbox. Baada engine inakuja gearbox, baada ya gearbox pale inapoanza unakuta hand brake yake inafunga hapa
kuna kidude chake huwa kinafunga. Kuna baadhi ya magari handbrake yake inafunga hapa, haifungi matairi, inafunga kwenye propeller. Unaona? Haya. Tumetoka kwenye brake, tunakuja kwenye clutch. Clutch siku zote huwa imeconnectiwa kwenye gearbox. Kwenye gearbox. Kwa clutch, kwa brake, kwenye matairi. Alafu ukija kwenye nini? Ukija kwenye clutch siku zote ipo kwenye gearbox clutch. Kwa kazi ya clutch imeconnectiwa kwenye gearbox, kazi yake kuu ni kuitenganisha. Kwanza ni kuitenganisha gearbox na engine. Kwa unapokuwa umebinya clutch, ina maana umeitenganisha gearbox na nini? Na engine, vimeachana. Unapokuwa umetoa mguu kwenye clutch, ina maana gearbox na engine vinaanza kuzunguka sawa. Ukibinya clutch, gearbox inazunguka kivyake, propeller ambayo inazungushwa na matairi inazunguka kivyake. Kwa ina maana ukishabinya clutch, gari haiwezi kaondoka, inabaki free. Unaona? Ndio uelewe. Kwa hiyo sasa, haya inakuja kwenye gear stick. Gear stick au kilungu, kwa Kiswahili inaitwa kilungu, watu wanatumia neno kilungu. Kilungu siku zote au gear stick siku zote imeunganishwa kwenye gearbox. Kwa gear stick siku zote hii hapa imeunganishwa kwenye gearbox siku zote. Siku zote gear imeunganishwa kwenye gearbox. Kwa sababu gani? Kazi ya gearbox ni kuseti, kwa sababu gearbox wanasema kwa mfano kama ni gear 5 wakwambia hii ni 5 speed gear. Ina maana kwamba gearbox ina gear 5, ina maana ina mizunguko 5 ya tofauti. Ni gearbox ni gear 5 reverse moja. Kama hii ina mizunguko 5 ambayo itakuwa inaelekea huko mmoja, lakini ni 5. Vile vile ina mzunguko mmoja ambao una mzunguko tofauti, ambao unaitwa uelekeo tofauti, ambao ni reverse. Unaona? Kwa hiyo sasa, na katika hizi tena gear nini, hizi gear tena zenyewe tunasema zina kazi yake. Kuna kazi ya gear namba 1 mpaka namba 5, kuna kazi vile vile gear ya nini? Ya reverse. Kwa hiyo kitu kingine ambacho unatakiwa kujua kwamba kabla hujaanza kujifunza gari, unatakiwa kujua kitu cha muhimu kujua kwanza. Cha kwanza unatakiwa kujua kwamba manyo, yani kabla hujajifunza manyo ziko nyingi. Kuna manyo za trekta, kuna magari, kuna trekta, kuna mapower tiller. Na chochote ambacho ni manyo lazima kiwe na hizi principle, lazima. Unaona? Not auto. Kama auto hapana. Unaona? Kwa hiyo sasa kitu ambacho unatakiwa kujua kwamba tuanze kwenye accelerator. Accelerator na brake, vitu vya kuzingatia, huwa unatumika mguu mmoja wa kulia tu. Clutch huwa inabinywa na mguu mmoja wa kushoto. Kwa kuna watu ambao hawajui kuendesha gari au bado marena, unakuta mtu anaendesha mguu mmoja ameweka kwenye breki, mwingine ameweka kwenye breki, kwenye moto, mwingine kwenye moto. Hiyo hairuhusiwi mzee. Unaweza kuzoea kutumia hivi, lakini hairuhusiwi sheria. Siku zote mguu unavubinya moto, ukiacha moto unapiga breki. Ndio jinsi ilivyo. Unaona? Hiyo ndio principle ambayo inatumika hapa. Kwa mguu wa kulia unabinya moto na breki, wa kushoto siku zote ni clutch. Kama ni auto, clutch uikuti. Kama ni auto, mguu huu haufanyi kazi yoyote. Huu mguu wa kushoto ufanye kazi, labda huwa sometimes kuna baadhi ya gari unakuta zina handbrake yake ni ya mguu, ndio mguu wa kushoto ufanye kazi. Kama kuna handbrake ya mguu wa kushoto kwenye automatic ufanye kazi. Na ndio sababu unakwambia automatic ni gari za vilema, kwa sababu unatumia mguu mmoja. Kwa hiyo automatic uko na mguu mmoja na mkono mmoja unaendesha. Manyo kama una mapungufu uendeshe. Labda kama una mapungufu ya mguu mmoja, clutch uhamishie
iwe ya mkono sawa, lakini hivi uendeshe na uhakikishe kujua una mikono miwili, sio mguu mmoja, sio mkono mmoja. Unaona? Au basi una mguu miwili mkono mmoja kidogo manyo unaweza kaendesha lakini kwa shida. Lakini natakiwa umekamilika viungo vyote kwenye manyo. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa kitu cha pili cha kuzingatia cha haraka inatakiwa kujua kwamba gari yote ya manyo ina free za aina mbili. Ni kitu ambacho watu wengine hawajui. Ina free za aina mbili. Free ya kwanza ni ile free ambayo inapatikana kwa kubinya clutch. Kubinya clutch, gari ikiwa kwenye gear. Kwa mfano umeweka namba 1 kubinya clutch, ina maana umetenganisha gearbox na engine. Kwa ina maana propeller unakuwa umeipa uhuru wa kuenda inavyotaka, kuzunguka inavyotaka, au engine na kuzunguka inavyotaka. Kwa kuna free ambayo inatokana na kutenganisha gearbox na engine, ambayo inatenganishwa kwa kutumia nini? Kwa kutumia clutch. Ina maana sasa unavyobinya clutch ndio vile mtu anaingiza gear, ndio gari inakuruhusu uingize gear. Kama gear namba 1, kama ni gear namba 2, kama ni gear 3 hivyo. Kwa usipobinya clutch gear zingii. Kwa pikipiki gear zinaingia. Hata kama hujabinya clutch gear inaingia, lakini kwa gari hiyo marufuku, haingii. Anahisi ambacho kinaweza kuwa kinasababisha kwa nini gari usipobinya clutch, au kama clutch haiko vizuri, au kama haifiki mwisho gear zingine, nahisi itakuwa ni sababu ya zile shocknizer. Ndani ya gearbox ya kisasa huwa kuna shocknizer, lakini pikipiki hakuna shocknizer. Yaani ni gear peke yake. Kwa hiyo ili gear iingie kwenye gearbox yenye shocknizer, lazima gear ipite kwenye shocknizer ndio iende kuvaa jino lingine, ndio gear ingie. Lakini kwa pikipiki hakuna shocknizer, kwa hiyo jino linaenda kujichomeka kwenye jeni zake bila hata shocknizer. Ndio sababu unaweza kuingiza tabia clutch gear zinaingia. Lakini kwa gari bila clutch gear haingii, labda kama engine imezima. Kama engine imezima gear zitaingia, lakini kitendo cha kuwasha tu engine alafu gearbox na engine zimeungana hapa, ina maana kama zimeungana, ina maana hata gearbox inazunguka ndani, gear haingii bila kubinya clutch. Kwa hiyo kitu tunataka kujua kwamba ili gear ingie ama kubinya clutch. Kwa free ya kwanza ya gari ipo katikati ya gearbox na engine. Afu free ya pili inapatikana ndani ya gearbox. Kwa gearbox yenyewe ikiwa free, gearbox ikiwa nini? Free. Haya matairi ya nyuma haya yatazunguka, au propeller hii imetoka kwenye gearbox itazunguka kivyake, na engine inaweza kuzunguka kivyake. Kwa engine inazunguka, lakini gearbox sawa ndani inazunguka na yenyewe, lakini hakuna gear, na maana hii propeller haitazunguka. Kuna yenyewe hiyo ni nini? Ni free. Free inamaanisha kwamba gear ipo katika huu mstari huu wa katikati huu hapa, ndio inakuwa free. Kwa mfano gari ikiwa free, lazima uhakikishe gear, kwa mfano hizo gari za gear 5 mara nyingi gear inakaga katikati hapa. Kwa hii gear ukipeleka kushoto kulia itakubali, na ukiona hivyo ujue gari iko free. Ila ukijiloga ukachukua hii gear ukaipeleka mbele, gear imeingia. Kwa ukipeleka hivi haitaenda, kwa sababu huko hakuna njia, maki imeingia huko, haizi kaenda huko kushoto kwa kulia, imezuiliwa. Unajua ukisikia gear ni ngumu kushoto kulia iende, ujue gear ipo kwenye, lakini ukirudisha katikati ukapeleka hivi kakubali, ujue hapa iko free. Na tena ukirudisha tena kupaka chini kaingia kwenye gear, haizi kaenda kushoto kulia, unajua gari kwenye gear. Kwa lazima uhakikishe unairudisha katikati. Ukiona napeka huko haiende, basi unarudisha katikati, unajua iko chini. Ikienda hivyo ujue gari iko free. Kwa
gia ikiwa katikati hapa, katika mstari wa katikati na kuweka free. Kwa unaweza kuchukua ile gia ukaweka hapa, gia singie. Ili ingia natakiwa uweke hivi. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni kwamba, kwa hiyo free ziko zina mbili. Kuna free inapatikana katika gearbox kwa kwamba engine na gearbox vimeungana, lakini propeller ya nyuma izunguki kwa sababu ndani ya gearbox umeweka free. Yaani maana hiyo free ni tuseme ni kama gear zero. Ni gear zero tuseme ni kama gear zero tuseme, yaani tunachukua mstari katika ni gear sifuri. Ukishaingia gear kishaingia kwenye katika gari haitoki na kwa free. Unaona? Kwa na ndio sababu kuna kitu nataka kuleta tena hapa. Nadhani kitu cha kwanza nimeongelea jinsi hizo zote za free zote nishaziongelea. Sasa kitu kingine ambacho natakiwa kujua kwamba natakiwa kujua uingizaji wa gia uko vipi. Gia ipo katikati. Ina maana unaona hii mistari jinsi ilivyo ndio gia zinavyoingia. Kwa ina maana hapo ujue gia ipo katikati hapa gia katikati. Gari nyingi za Mjapani mara nyingi wanatumiaga huu mfumo huu hapa. Ina maana kama ndio gari unakuta pale kwenye kirungu chake kwa juu wamechora hivi. Ina maana hii kwa kuingiza gia unafuata hii mistari. Ina maana hii gia ukilaza mpaka kushoto mpaka mwisho ikagonga, ukiipeleka mbele umeingiza gia namba 1. Ukitaka kuingiza namba 2 na penyewe sasa, kitu natakiwa kujua kabla sijakufundisha hapa, ili uingize gia lazima uhakikishe umeitenganisha gearbox na engine, ndio gia inaingia. Unaitenganishaje? Kwa kubinya clutch. Kwa mfano unataka kuingiza namba 1, unabinya, si engine imewaka, unawasha kwanza engine, ukishawasha engine unabinya clutch. Hii gia unaitoa pale katikati, unailaza upande wa kushoto, inagonga, utasikia imefika mwisho. Unaipeleka mbele. Ukishapeleka mbele, hii gia namba 1 utasikia imeingia. Ukishaingia gia itangangania hapa upande huu ambao umeipeleka. Baadaye ukishapeleka hapa 1, unaachia nini? Unaachia clutch, huku unapiga moto taratibu. Gari ndio inavyoondoka. Ikishaanza kuondoka, bado unaachia mguu moja kwa moja, gari inaondoka. Unabaki na hapo kwenye moto. Ukitaka kuingiza namba 2 tena, unaachia moto huko unabinya clutch. Gia unaitoa huku upande wa kulia. Unaibana kule. Unahakikisha umeitelezesha kutoka mstari huu umebania kule upande wa kulia. Ile gia unaipanda kwa kulia huko unairudisha mpaka unaipitizisha hapa katikati ya free. Ikifika hapa katikati yenyewe itakuwa free. Kwa sababu unaipitilizisha itaingia tena gia namba 2. Unaachia clutch, unapiga moto. Unaona? Unaachia clutch, unapiga moto. Haya. Ukitoka hapo tena hivyo utaenda umepiga moto. Baadaye sasa ili uingize gia unafanyaje? Unabinya clutch kwa ile gia sasa mara nyingi sasa hapa principle ni ile ya kubinya clutch unapiga moto. Kwa sasa hapa sasa kinachofanyika sasa, unatoka tena 2. Ukitoka 2 kwa sababu kwa wale wanaoanza ili gari siwachanganye, unavotoka 2 unavokuja 3, kwa sababu gia yenyewe ikishafika tu hapa itajileta automatically hapa katikati, kwa sababu kikawaida gia inakaaga katikati. Huko wenyewe unavoilaza huko umetumia nguvu kuipeleka huko. Kwa ina maana gia mara nyingi inakaaga wapi? Inakaaga katikati. Kwa kama inakaa katikati, ina maana kwamba
Ukibinya clutch alafu kaivuta, ukiachia hapa itakuja automatic katikati. Alafu ukisogeza huku inaingia namba 3. Kwa wale ambao wanaanza kujifunza magari, kwa hiyo unapotoka unaibana kwanza, unaingiza namba 1, unaingiza namba 2. Unapotoka 2 kwenda 3, wewe tu unaisukuma tu hivi. Unaisukuma tu. Wala usibane, unaisukuma hata kwa kidole kimoja tu. Automatically yenyewe ikifika tu hapa pap itajipeleka hapa, afu kipita moja automatically inaenda mpaka 3. Hichi ni kitu kigumu sana kukielewa kama una experience ya kuendesha manual. Lakini kama una experience ya kuendesha manual, hichi kitu unakielewa kwamba unavutoka 2 kwa sababu gia yenyewe ikifika automatically itajita hapa. Kwa hiyo yenyewe hata ukisukumia hata kwa kidole kimoja, unapokuwa unaisukuma unaipa uhuru wa kutoa ibania upande huu, unaisukuma tu kama kawaida hivi. Yenyewe inakuja hapo, ikifika katikati inahama automatically. Ukipitilizisha huko haiwezi kaingia 1 kwa sababu kuibana, inaenda kuingia 3. Unapotoka 3 unakuja 4. Sipo katikati. Wewe unatoka unaivuta upande wa juu, inapita katikati na kuja 4. Na inavyofika tena namba 4 unaenda namba 5. Kumbuka lazima utoke 4 uje katikati uende kwa ili ije namba 5. Kuanzia hapo unaanza kuibana gia upande huu. Unaibania huko afu unaitelezesha kuja mbele. Automatically yenyewe ikifika hapo umeibana, maana unaisukuma kumeibania upande huko. Yaani upande wa kulia. Ikifika tu hapa yenyewe inatelezea hapa afu inakuja hapa. Unaona? Ikishakuja tena hapa unaendesha. Ukitaka tena kushusha tena gia, ikatokea bahati mbaya maana kuna reverse, umekuja hivi labda umejisahau umebana mpaka hapa, gia haiwezi kuingia. Yaani gearbox hizi zilivyotengenezwa, sijajua kwa hizi gearbox nyingine, lakini kwa maana mimi nimeendesha sana hizi gari ndogo zenye gia namba 5. Kwa unakuta kwamba unapotoka 4 kwenda 5 huwezi kaingia reverse. Yaani huwezi, kwa sababu gari na assume kwa mfano uko namba 5 huko speed 120, afu unataka overtake sana, lazima urudi nyuma. Kwa hiyo umekosa bahati moja haingii. Ili gari itoke namba 5 ingie reverse inatakiwa uje mpaka hapa. Ushafika hapa, ukipiga hapa itaingia. Kwa mzoefu, ili sikuchanganye sasa kwenye kurudi nyuma, ili sikuchanganye. Sikwambia kutoka hapa hizo kurudi, ili sikuchanganye. Ni kama principle ya kutoka namba 2 kwenda namba 3. Haya, kikawaida kama unatoka 5 unakuja 4, gia na penyewe unaivuta tu hivi kila ini tu, unaivuta tu, yaani unaivuta kama hata kwa kidole kimoja kutoka huko, kutoka juu kwenda chini automatic, kwa sababu umeivuta kwa direction kwenda chini, sio ya kuibania huko. Ikifika tu kwenye mstari automatically itahama, itakuja hapa. Kwa hali ya kawaida uzo kaona, lakini wewe inahama, inakuja hapa, inakuja hapa. Hiyo ni kwa watu ambao wanajifunza. Angalizo, usije ukatoka namba 4. Ukiona sasa kwa Marena au kama gari hiyo hichi kirunga akitulika katikati, ukifika hapa maki milalia au milalia, ukiona umetoka namba 5 unarudi namba 4, unasikia pagumu, maana umeingia kwenye shimo la reverse. Kwa hiyo pale kwa sisi wazoefu, ukishaona hivyo umekosea kidogo, gia unaiteleza kidogo, inaingia kwenye shimo namba 4. Kwa ziga ambazo unata gia haipo sawa, maana ukiweka katikati na kuja hapo hivyo. Hii kwa gari ambayo gia inakaa katikati, kitendo cha kuivuta automatically haitaingia hapo, itakuja namba 4. Na ukitoka tena 2 unaenda 3, ukiipeleka juu automatically haitaingia 1, itakuja hapo, itaamba hapo, itakuja hapo. Na ukitoka tena namba 5 unarudi ngapi? 4. Ukipeleka kwa chini bila kuikandamizia upande wa kulia, automatically itafika hapo, itakuja hapa. Lakini ukitaka kuua gari eti sio kwamba ikitoka namba 5 kuja namba reverse eti haina uwezo kuingia, inaweza kuingia. Lakini ukitoka namba 4 kwenda namba 5 ukirudi hapa ingia. Ila ukiforce inaingia. Inaingiaje? Wewe jifanye unatoka namba 5, ukifika hapa, hii gia ipeleke huku mpaka mwisho,
upeleke huku, yani upeleke wap, afu rudisha hapa, afu peleka hapa, inaingia reverse. Sasa wewe ndio utajua sasa gari inaenda mbele afu unairudisha nyuma, hapa mpasue gearbox. Kitu kingine tena, gari kitoka namba 1 hata speed gani lazima reverse, ukiingiza reverse inakubali, utajua mwenyewe. Namba 2 ukirudisha reverse itoka ukija inaingia. Ukitoka tena namba 3 aongea, ambapo haingii ni ukitoka namba 4 ukienda namba 5 hapo, na kwa hiyo inashumu huyu mtu anataka arudishe gia ya hapa. Hakuna mtu anaweza kutoka namba 5 kurudi reverse, lazima upunguze speed ushuke ndo uanzie hapa. Unaona? Kwa hicho ndio kitu kingine cha kuzingatia. Haya, ukishajua hivi jinsi ya kuzingia, kwa mfano kama ina maana sasa kwa mtu aliyeelewa, ukichukua hii gia ukitumia mfumo wa juu, ukichukua hii gia ukaweka hapa kushoto ukapeka kulia, hii namba 1. Ukichukua hii namba 1 gia ukaibania upande huu wa kushoto ukaivuta chini, inaingia namba 2. Ukitoka namba 2 gia ukaipeleka juu bila kuilazia kushoto au kulia, automatically ikifika hapa itakuja hapa katikati, itaingia hapa namba 3. Kutoka namba 3 inaingia namba, ukitoka namba 4 unavuta moja kwa moja pa namba 4. Na mbele kwa namba 5 hii lazima uibane. Ukishabana afu usukuma mbele, yenyewe automatically itakuja hapa, ikifika hapa itakuja hapa, itaingia hapa namba 5. Reverse ni hapa. Reverse maingi gari kishasimama ndio unaingia, unakuja hapa unapiga reverse. Kwa hiyo zile mambo tofauti kwa watu waliozoea sasa, anaweza akatoka namba 2 akasukuma mbele tu ikaingia namba 3. Lakini afu huyu aliyezoea gari ana uwezo asisukume mbele, akafanya kisheria tu, akaita hapa akapiga hapa, akakwaja hapa na kwenda tena huku, asibanie huku afu ndo apeke huku. Kwa mtu aliyezoea gari anaweza kaamua tu akapeka katikati, baadaye akaja hapa akaweka namba 5, au katoka tena namba 5 akaja hapa akaja hapa, kwa mtu aliyezoea gari. Sasa Lena umwambie kwamba eti Lena lazima tu yani vizuri tu, bora isukume tu gia ingie namba 3. Akisema kwamba gari ya hii Lena akisema kwamba gari ya hii aivute, gari ya aivute eti kwa mfano eti anatoka namba 2 anakuja namba 3, eti eti aivute kama huyu mzoefu, kwamba anaweza akaja hapa aje hapa afu aingize 3. Aisee. Mimi Lena hana uwezo wa kutoka namba 2 akaja katikati akomeibana gia akafika hapa akaja hapa. Ukimruhusu afanye hivyo, atatoka hapa, akifika hapo badala ya kuja kati atajisahau, atakuja mpaka huku, ataingiza namba 5, gari utasikia na daigi ya pupu kama gari itazima. Atatoka mbiko na 5 gari alama izima, afu ni Lena. Kwa kuepuka ya mambo ni bora tu Lena atoke hapa avute hivi, labda kama hiyo gari hichi kia chake akikae, kwa lazima awe anajua katikati ni wapi, lakini Marina wengi hawajui katikati ni wapi. Kwa lazima akifanya hivyo lazima itakuja gari huku, ili kumrahisishia ni hivyo. Mimi mwenyewe nishakufanya kitu kama cha namna hiyo. Nishakupega gari ilikuwa ni Kenta. Ilikuwa na Kenta, ilikuwa na gia hizi, ilikuwa na mfumo huu wa gia, nakumbuka. Hiyo na hisi ilikuwa ni mlima. Ilikuwa ni usiku. Jamaa kachoka, nikajifanya najua gari. Nikaimba fresh, nikaingiza namba 1, nikasoma gia, nikaingiza namba 1. Sasa kutoka namba 1 nilikuwa sijafunzwa jinsi ya kuongeza gia vizuri. Nimetoka namba 1 hapa, na mimi nikaja hapa, alafu badala ya kuja katikati niingize 2, nikaja mpaka namba 4 gari kaka. Jamaa akasikia kule nyuma, akaja akanyang'anya gari, akatoka akaendesha yeye mwenyewe. Kwa hiyo kosa hili niliwahi kulifanya. Ni mara nyingi tu nilikuwa nafanya makosa ya kuhama gia, natoka namba 1 au unatoka namba sasa kwa mfano kama ukuta gari ya hii mara nyingi kutoka namba 2 kuja namba 5 unajikuta umeingia namba 5. Unaona? Nishakuingia siku moja namba 5, jamaa akaniambia, "Oh, mbona umeruka gia?" Baadaye nikarudi hapa nikaja hapa.
chap chap, nikajua nimekosea wapi, nikaendesha gari kama kawaida. Kwa hiyo hiyo ndio manyo. Kwa hiyo kitu kingine ambacho watu wanatakiwa kujua katika manyo, hizi gia hizi zimegawika. Kila gia ina kazi yake. Kutoka gia namba 1 mpaka namba 5. Kwenye upande wa nguvu, namba 1 ina nguvu kubwa, namba 1 ina nguvu kubwa kuliko namba 5. Kwa nguvu inakuwa kubwa unavyozidi kwenda gia za mbele, kwa namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, nguvu inakuwa inashuka. Kitu kingine nataka kujua kutoka hii namba 5 hii, namba 1 hii, sifa nyingine sasa za gia. Sifa nyingine za gia. Unapokuwa unatoka tena namba 1, unaenda namba 5, speed inaongezeka kutoka namba 1 kwenda namba 5. Ina maana sasa namba 1 kwa ina maana sasa namba 1 ina nguvu. Namba 1 ina nguvu kuliko namba 5. Namba 1 ina nguvu kuliko namba 5. Ina maana sasa namba 1 ina nguvu kuliko namba 2, lakini inazidiwa spidi na namba 2. Kwa namba 2 ina nguvu kuliko namba 3, lakini haikimbii kama namba 2. Namba 3 na yenyewe ina nguvu kuliko namba 4. Ina nguvu kuliko namba 4 na hizi zinazokuendelea. Na vivyo na yenyewe inazidiwa spidi namba 3. Kwa maana hii ina nguvu kuliko hii na hii inakimbia kuliko hii. Ndio sababu namba 4 tena ina nguvu kuliko namba 5, lakini namba 5 inakimbia kuliko hii. Ina maana unapokuwa unatoka namba 1 kwenda namba 1 kwenda namba 5, nguvu inaongezeka. Unapotoka namba 1 kwenda namba 5, nguvu inaongezeka. Unapotoka namba 1 unapotoka namba 5, namba 1 mpaka namba 5, nguvu inapungua kama ulivyoona grafu yangu. Nguvu inapungua. Alafu unapotoka namba 1 unavyoenda namba 5, spidi inaongezeka. Ina maana gia ambayo ina nguvu kubwa ina spidi ndogo. Gia ambayo ina spidi kubwa ina nguvu kidogo. Kwa vitu ambavyo vinatofautiana. Na hii principle ndio inaisaidia gari itembee. Kuna mahali wewe utataka nguvu, kuna mahali unataka nini? Speed. Kwa mfano, unapofika kwenye mlima, gari wewe haitaki speed, gari inataka nguvu.
Na ndio sababu gari yote hata kama unaendesha pakawa hakuna vikwazo vyovyote, maana ni tambarare tu. Mfano kama ni gari ya gia 16 utatembelea gia namba 16, gia yake ya mwisho. Kama ni gari ni gia 5 kama hii ambayo nimetolea mfano, ina gari utatembea namba 5. Ikitokea kuna kamlima utashusha. Maana yake unavoshusha au nielekeze vizuri, gari yote kama uko unatembea hakuna changamoto yote, ni tambarare, gari utatembelea gia yake ya mwisho, kufanya hii namba 5. Kwa hiyo sasa gari hii utashusha gia au kuacha namba 5 kulingana na mazingira yanasemaje. Kwa mfano unavotoka gari kama imesimama, unaanza kuitoa, unaitoa kwa namba 1, kwa sababu hii gari hii gia ndio gia yenye nguvu, ndio maana nyingi ndio gia kutokeaga. Yakuwa inategemea kutokana na namba 2 na namba 1, inategemea gari imekaa wapi na iko mazingira gani. Lakini mara nyingi namba 1 ndio ya kutokea. Kwa utatoka na namba 1 yako taratibu, namba 1 kisha gari itadai namba 2. Utasikia engine inatetemeka, utaweka namba 2. Mbona usipoweka namba 2, gari itatembea namba 1, haitakimbia, itabaki na speed ile ile, wala itakimbia zaidi ya namba 1. Kama namba 1 inaenda speed 20, haitazidi speed 20. Mwisho wa siku gari itaoverheat, itakunywa mafuta, maana injini zinazunguka sana. Kwa hiyo itaoverheat, itakunywa mafuta na utapata hasara. Na vile vile unaweza ukaoa hata engine. Kama unatembea namba 1 hapa mpaka Kibaha, unaweza kuoa hata engine au ukachoma mpaka zile cylinder gasket, gari ika overheat. Unaona? Kwa hiyo unavokuwa unatoka, unakuwa unahitaji nguvu sana. Lakini gari ikishatoka uhitaji tena nguvu, unahitaji speed. Ukifika namba 1, ikishafika namba 1 kisha unaweka namba 2. Kwa hapa nguvu inapungua, speed inaongezeka. Namba 3, nguvu tena inapungua kidogo, ila speed inaongezeka. Namba 4, kwa sababu muda huu unakuwa wewe shida yako ni speed, sio nguvu tena. Kwa hiyo tena namba 4, sasa tambarare hadi namba 5. Namba 5 itakuwa ina nguvu kidogo, ile nyingine ina speed kubwa. Kwa namba 5, hii namba 5 haitatoka. Gari itaendeshwa namba 5 mpaka pale itapokuwa imekutana na mlima. Ikikutana kuna kamlima kadogo, kwa sababu hii gia ina speed kali afu haina nguvu, kwa lazima ile nguvu yake itazidiwa. Ikizidiwa inatakiwa ushushe chini, gari utoke namba 5 urudi 4, kwa sababu tayari nimesema hivi, gari kwenye mlima inataka nguvu, gari tambarare na kwenye miteremko inataka speed. Mara nyingi kwenye miteremko of course unaweza kushusha gia ili kupunguza speed, lakini gari kwenye mlima inataka nguvu, kwenye tambarare inataka speed. Unaona? Kwa hiyo unaoanza kupanda mlima, hii gia namba 5 kwa sababu ina nguvu kidogo itaishiwa nguvu. Kwa lazima uangalie utaangalia gia ipi inayofuata ambayo ina nguvu kuliko namba 5. Utaweka namba 4. Namba 4 ana nguvu kuliko namba 5, sema hakimbii kama namba 5. Kwa namba 4 ana nguvu kuliko namba 5 na namba 5 anakimbia kuliko namba 4 ana nguvu kuliko namba 5, nasema hakimbii kama namba 5. Kwa kwenye mlima sisi hatuhitaji speed, tunahitaji nguvu kutosha namba 4. Itaenda tena mlima kwa mkali zaidi, utatoka 4 utarudi 3. Kwa 3 ina nguvu sana kuliko namba 4, sema haikimbii kama namba 4, tofauti yake. Kwa hivyo utashangaa unafika namba 2 ndio gari inamaliza mlima. Ikimaliza tu mlima pale tena gari inakuwa haihitaji tena nguvu, inahitaji speed. Kwa utaona pale namba 2 tena inadai gia, weke namba 3, maana inafika mwisho inakuwa haiendi. So usipobadilisha gari inavuma.
Kwa unatoka namba 2 unaweka namba 3, kwa sababu kwenye tambalale unakuwa unahitaji nguvu, kwa sababu tunahitaji speed. Kutoka tena 3 kwa sababu zinakuwa ni tambalale, kwa gari inakuwa inatumia nguvu kidogo kwenda. Kwa kutoka namba 3 ikikimbikisha, kuna speed ikifika unahamisha gear. Ikifika mwisho utasikia tu ina vibrate au ina vibrate, afu engine inakuwa inazunguka kwa high speed. Kwa RPM za juu unabadilisha, unaweka namba 4. Namba 4 ina nguvu kidogo, namba tuseme inakimbia kuliko hii, kwa gari itaongeza na mwendo. Kwa mpaka unafikia namba 5 unashangaa gari inakimbia hata kilomita 140 kwa saa. Kilomita kwa saa. Unaona? Speed 140 unashangaa. Kwa hiyo gari kushusha gear au kushusha gear au kupandisha gear kunategemeana. Kuna wakati gari unataka nguvu, kama gari unataka nguvu lazima ushushe gear. Gari inataka nguvu kama 1, 2, 3, 4, 5. Kama gari inataka nguvu unashuka kutoka namba 5 hivi. Kama gari unataka speed unatoka huko chini unapeka juu. Iko hivyo. Kwa hiyo kitu kingine ambacho watu wanatakiwa kujua, kitu kigumu kwenye kujifunza manual ni kitu kimoja. Kuna kitu kinachoitwa kuitoa gari ndio kazi tu. Kuitoa manual ndio kazi. Kubalansi, maana unapokuwa unaitoa manual inatakiwa ujue jinsi ya kubalansi accelerator na clutch. Hivi vitu ndio vinatoa gari. Gia hizi mbili, gia hii na clutch. Kwa unapopiga moto taratibu, huku unaachia clutch. Kwa unapopiga moto taratibu, huku unaanza kuachia clutch taratibu. Ina maana yaani hapo hujanielewa kitu kimoja, kwamba gari siko free. Ukitaka kuingiza gia, kwanza inatakiwa kujua kwamba, kabla hata sijakuelekeza hapo, maana inaweza kuwa hata niko naruka. Niko naruka nini? Maelekezo. Kwamba unapokuwa umeingia kwenye gari, cha kwanza cha kuzingatia kisheria, najua kunaweza kuwa kuna mambo mengine labda kuangalia maji nini, lakini unapokuwa umeingia ndani ya gari, cha kwanza kama ushamaliza ukaguzi wa nje, cha kwanza unabinya clutch. Ukishabinya clutch unaingiza gia, hapo kuna brake, alafu kuna moto, kwa accelerator, brake, alafu clutch. Kwa unabinya clutch unaingiza gia. Ukishaingiza ukishaingiza kwenye gia hizi so moja ngapi? Ukishaingiza gia namba 1, kitu kinachofuata sasa, ukishaingia namba 1, clutch usiachie, mguu unabaki kwenye clutch vile vile. Unaondoa hand brake. Ukishaondoa brake, ina maana gari inakuwa huru kuondoka, unakuwa umeitoa kwenye kifungo cha brake, gari inabaki free. Kwa hiyo sasa kinachofuata sasa, unapiga moto kidogo, unaongeza moto kidogo kwenye accelerator, unaibinya accelerator, alafu huku unaachia taratibu. Sasa hapa ndio watu wengi wanachanganya. Yaani mtu kumfundisha hiki kipengele inakuwa ni ngumu sana. Maana anapiga moto kidogo, alafu anaachia clutch kwa ghafla, gari nazima. Tatizo ambalo mimi nishakufundisha na ujuzi wa kufundisha watu wengi. Nimefundisha watu wengi pikipiki. Unajua pikipiki na nini?
na gari yote ni sawa tu, operation zinatofautiana, kwamba tofauti ya pikipiki na gari ni kwamba accelerator ya pikipiki unatumia mkono wa kulia, gari accelerator unatumia mguu wa kulia. Haya, breki ya nini ya pikipiki ni mguu wa kulia kwa pikipiki, halafu na mkono wa kulia, una ndo tofauti yake. Lakini ukija kuangalia kwenye breki, wakati gari breki ni mguu ule wa kulia, ni mguu wa kulia. Kwa hiyo kwenye gari mguu wa kulia na unatumia breki na clutch. Mguu wa kulia ni moto, accelerator na breki. Alafu na hii clutch ya pikipiki ni mkono wa kushoto, wakati kwenye gari ni mguu wa kushoto. Kwa hiyo almost ni vitu vile vile. Kwa hiyo changamoto ambazo anazipata mtu akiwa anafundishwa gari manual ndio zile changamoto ambazo anazipata mtu akiwa anafundishwa pikipiki manual. Kwa hiyo watu wengi wanapataga shida hapa. Mtu mwingine anataka, tatizo linakuwa kubwa, watu wengi hapa wanatakaga mtu aondokee clutch, kwamba anapiga mtu kidogo afa anaachia clutch ghafla, gari inaruka, au yani anaiforce gari aondokee clutch. Sijui mnanielewa? Yani gari clutch kikawaida inatakiwa huko unaongeza moto, unabinya clutch huko unaongeza moto, alafu unakuwa unaunganisha gearbox na engine, maana unaacha clutch taratibu ndio gari inaondoka. Sasa kwa wasio na experience au ambao wanajifunza, unakuta mtu kila anapiga moto kidogo afu anaachia clutch sana, utagari nazima. Kwa nini nazima? Yani inatakiwa moto ambao unaupa, speed ya engine au nguvu ambao engine unaipa, yani nguvu ambao, maana unapopiga accelerator maana unaongeza nguvu. Ukipiga kidogo accelerator maana gari inatoka kwenye silencer na pana juu kidogo, maana engine inakuwa inatoa nguvu kidogo, ila ukipiga sana gari inatoa nguvu nyingi. Kwa hiyo unavyounganisha engine na gearbox, maana engine izungushe gearbox, ina maana unatoa nguvu kwenye engine unapeleka kwenye gearbox. Kwa clutch kazi yake ni kuipa engine mzigo isukume. Kwa hiyo sasa ukiipa mzigo mkubwa isukume engine, gari itatoka, itazima. Kwa inatakiwa siku zote engine itoe nguvu kubwa, alafu clutch itoe mzigo kwenye engine mdogo kidogo, visitofautiane sana, lakini lazima engine iwe na nguvu kubwa. Kwa mfano tuseme kama nguvu ni 5, basi gearbox ampe mzigo wa kubeba. Yani kwa mfano tuseme kama nguvu ni ya kubeba kilo 5, basi gearbox ampe engine mzigo kama kilo 4. Anaweka nguvu ya kilo 6, clutch inatakiwa ampe mzigo wa kilo 5, au atoe kwa 5 au alingane, lakini sio atoe 5 afu mpe mzigo wa 6, engine lazima. Ndio sababu mtu anapiga moto afu anaacha clutch, kwa sababu ukipiga moto kidogo ukaacha clutch, ikifika ile nguvu ambayo kanalingana, kwa mfano kilo 5 kwa kilo 5, gari inaanza kutembea. Ni bora hata engine iwe itoe nguvu ya kilo 5 uipe kilo 3. So engine inatoa kilo 5 unaipa kilo 6, inazima engine. Ndio vile kwa sababu inazima sasa. Kwa inatakiwa unapiga moto mwingi kidogo tu. Kwa mfano kama gari nyingi engine rotation ni 1 mpaka 12. Mara nyingi unaweza ukabinya. Sasa ukitumia mshale ule sawa, unaweza kutumia mara nyingi kwa mtu kama ni lena, kama hataki mambo mengi,
anabinya ule mguu mpaka kwenye namba 1. Mshale usome namba 1, engine rotation ya engine. Isome kwa mshale namba 1. Alafu kwa na clutch taratibu. Gari inaanza kuondoka. Ikiondoka usiache ghafla. Ikiondoka tena kwa mjinjo unaganisha mguu kwanza. Inatembea kidogo afu unaacha tena, unakuwa unaacha taratibu. Inatembea unaacha taratibu. Inatembea unaacha taratibu. Inatembea unaacha taratibu. Unaona? Kwa sisi wazoefu unapiga moto kidogo alafu unaachia clutch. Ukiacha clutch utasikia ile engine sensor, engine imepokea mzigo. Ikipokea mzigo utaona hata ile revolution au ile mgurumo wa engine umepungua. Ukiona mgurumo wa engine umepungua kabisa, engine inataka kuzima, ujue hapo engine inataka uongezee moto. Kwa hiyo unaongeza moto kidogo tu. Kwa ile hali ya kutokuzima inakata nguvu, inakuwa imeongezeka. Kwa unavyoacha tena kidogo, gari ndio inaanza kutembea. Ikitembea usiache moja kwa moja. Ikishaanza kutembea ganisha tena mguu wa kushoto pale pale, unaugandisha mguu. Ukishagandisha mguu afu unaongeza tena nguvu kidogo. Hapo tena inaanza kuanza. Ukija kuachia tena kidogo inaanza kutembea. Inaanza kutembea kabisa. Unaweza ukaachia clutch moja kwa moja. Ukiacha moja kwa moja clutch kwa baki na moto. Hicho ndo kipengele kigumu. Yaani kipengele kigumu kama maji. Kipengele kigumu ni kipengele kigumu balaa. Yaani hapa mwanafunzi kuelewa hapa ndio kazi. Huko kwingine si kuingiza gia wala si kugumu. Gari itaenda. Ikitaka kuingiza namba 2, utaachia moto, utabinya clutch, utaingiza 2. Utaachia tena clutch, utabinya tena moto. Ina maana utaachia moto huko unabinya clutch. Maana itabaki engine. Ukibinya clutch tu engine inazunguka kivyake, gearbox ingia kivyake. Ndio gia inakuruhusu kuingia. Kwa ili gia ingie lazima utenganishe gearbox na engine. Utabinya clutch, vitatengana, utaingiza gia. Ukishaingiza gia unaachia clutch, ile gearbox ya ile engine ile engine ihamishe nguvu kwenye nini? Kwenye gearbox. Ukishaanza kwenye gearbox inapewa kwenye matairi. Ndio maana yake. Unaweka 2. Unatembea, unaachia tena, unaachia moto. Uko unabinya nini? Unabinya nini? Unabinya clutch. Yaani unaachia moto, unaachia accelerator afu unabinya clutch. Gearbox na engine tena vinatengana. Unaingiza gia yako nyingine kama namba 3 unaingiza. Ukimaliza gearbox unaachia clutch ili gearbox na engine hivi kutane, ili nguvu itoke kwenye engine ihamie kwenye nini? Kwenye gearbox. Alafu unapiga moto wako. Ina maana ile nguvu sasa ukishaungana tu ndio unaongeza nguvu sasa kutumia accelerator. Kwa engine unapokuwa unabinya, nguvu inatoka kwenye engine inahamia kwenye gearbox, ndio inazungusha matairi. Kwa ndio jinsi ilivyo. Vile vile ukitaka tena kusimama unatakiwa uachie moto, ubinye clutch, au kama uko gia za juu unakuwa unapangua gia taratibu. Maana ukana unapunguza mara nyingi sio mpaka ubinye clutch, unaachia accelerator. Ukiacha accelerator kwa sababu engine umeitolea nguvu, baadaye engine itakuwa izunguki. Engine itaacha kutoa nguvu, itabaki kufanya nguvu kama mfano taya kilo 1. Alafu unakuta matairi yanakimbia hata kilo 7 au kilo 8. Yaani yana nguvu kubwa kuliko hii. Kwa hiyo mwisho wa siku sababu engine haizunguki, hii speed ya matairi inapunguzwa na engine taratibu. Ukiona inakaribia sasa kusimama unabinya clutch. Ina maana unatenganisha clutch na nini? Na gearbox ili engine ibaki nini? Ili gari ibaki free. Ukishatenganisha hapa, baadaye unapiga breki. Lakini usiache nini? Clutch. Ina maana engine itabaki inawaka. Kwa sababu umeshatenganisha
gearbox, kwa gearbox matairi yataenda kuzunguka. Unapopiga breki matairi yatasimama. Kwa gearbox itasimama kwa sababu umeitenganisha, engine itabaki inawaka. Ukitaka tena kuondoka, unaachia clutch taratibu, kunapiga moto, gari inaondoka. Ikishaondoka kabisa, unaachia clutch, unabaki na moto. Baadaye unabinya clutch, unaachia moto, unaingiza namba 2. Unaingiza namba ngapi? Namba 2. Ndio process kama hiyo, namba 3, namba 4, namba 5. Kitu kingine, ikitokea gari inatembea, kwa mfano kama uko namba 5, unatembea ukaachia moto, si gari inapunguza speed mpaka inaenda kusimama. Ikikaribia kusimama, inatakiwa ubinye clutch. Ukishapiga clutch, ikikaribia kusimama, unaona kata kusimama, ina maana sasa, kumbuka speed ya matairi ndio speed ya engine. Kwa hiyo ikikaribia kusimama, utasikia unataka kuzima, au ukutana engine au imepoa poa, unabinya clutch. Alafu kale ka speed ka mwisho, ukishabinya clutch, unatenganisha gearbox na engine wake. Gearbox inazunguka kivyake, engine inazunguka kivyake. Kwa hiyo kale ka speed kanakubaka mwisho, tunamalizia na brake, gari inasimama, engine inabaki inawaka. Ikitokea eti unaachia accelerator, gari inaenda taratibu kwenye gear, usipobinya clutch, ukibinya brake, gari inazima. Kwa nini inazima? Ukubinya clutch ina maana engine na gearbox vimeungana. Kwa ukipiga brake ambayo imeunganishwa matairi, ina maana matairi yatasimama, gearbox itasimama. Kwa sababu gearbox imeunganishwa na engine itasimama. Na hapo utajua huyu ni Rena. Kuna mtu kasimama fuga hapo manyo hapo amezima hapo. Unajua huyu mtu hajamia clutch, amepiga brake moja kwa moja, kwa gari lazima. Kwa unajua kabisa huyu ni Rena. Lakini mtu anayejua gari atakusimama, anatenganisha gearbox na engine ili gearbox izunguke kivyake na engine izunguke kivyake. Ikishazunguka kivyake, ina maana ikishazunguka kivyake, ina maana atakipiga breki, engine haiwezi kasimama. Engine itabaki inazunguka kivyake. Matairi yatasimama. Kwa sababu matairi yameshikiwa na nini? Na gearbox. Hivi ndio jinsi inavyoendeshwa nini? Manyo. Kwa manyo, ndani ya manyo kuna accelerator, kuna breki, kuna clutch. Kwa accelerator, breki na clutch, hapo na steering, kuna hand brake. Hivyo. Accelerator imeunganishwa kwenye nini? Kwenye engine. Brake imeunganishwa kwenye matairi yote 4 ya gari. Hand brake imeunganishwa kwenye matairi 2 ya nyuma. Lakini inategemeana na gari. Kwa gari ndogo ni nyuma. Kwa gari za upepe inakuwa matairi yote. Clutch imeunganishwa kwenye gearbox. Alafu kuna gear, kirungu cha kuingizia gear au gear stick iko kwenye gearbox. Kwa vitu vya kwenye gearbox ni gear lever au gear stick hapa na clutch, ndio viko kwenye gearbox. Kwenye engine ni peke yake. Kwenye matairi ni hii matairi yote, alafu hii matairi 2 ya nyuma. Utaka kutoa gari, unapiga moto kidogo, kunaachia moto. Lakini na ka principle kadogo ambako huwa nakatumia, inategemea na mtu unayemfundisha kichwa kiko vipi. Lakini ukiona kabisa huyu mtu unamfundisha na kichwa kizito sana, unamsetia moto. Anapiga kama moto fani mkali, nguvu nyingi. Tuseme tuashumu ni kilo 5, kilo 15. Alafu wewe unamwambia aachie mzigo, aachie clutch, maana anaipa engine kama hata kilo 6 au kilo 7. Gari inatoka hapo haraka. Wewe ukipa moto mwingi ukaachia hapo, gari inatoka chapu. Sema kwa mtu ambaye ni Rena, huwa anajisahau, anapiga moto mwingi. Unaona? Kwa inakuwa sio vizuri. Lakini njia nyepesi ya kumfundisha mtu ambaye anaanza kujifunza gari, pagumu ni hapa: accelerator, brake na clutch. Hapa ndo pagumu. Kwa mtu anayejua, ka principle kazuri, unapiga kama moto kadogo, halafu nikianzia hapo watu wengi wanaelewa.
unabinya clutch, unaingiza gia. Ukishaingiza gia, afu unapiga kamoto kadogo sana, kamoto kadogo sana kwenye gari, labda mshale wala engine wakisha umekaa kwenye moja, afu unaachia kidogo clutch. Utasikia kama vile engine inabeba mzigo, inapunguza mungurumo. Utasikia mungu kama vile na ukizidi tu kuachia ukazidi engine kuipa mzigo mkubwa bila kuongezea nguvu, gari wewe inazima. Sasa watu wengi wanajifunza gari inakuwa inazima, ina maana kwamba umeipa mzigo mkubwa kuliko nguvu uliyoipa engine. Kwa gearbox imeleta mzigo mkubwa kwenye engine kuliko ile ambayo engine umehamisha itoe. Kama unavyosema wewe, mzigo ni kilo, engine imetoa kilo 5, alafu umeipa gearbox imetoa kilo 6, haiwezi ikasukuma hapa. Lakini kilo 5 ukileta kilo 5 au kilo 4 inasukuma. Kwa hiyo unaweka usibinya clutch yako, unabinya moto. Akiseta kidogo, unaachia kidogo kwa mbali taratibu clutch. Baadaye ile gearbox na engine vitaanza kuunga. Viko inaunga taratibu. Ukiona tu engine imeanza kushuka mguu wake hivi inataka kuzima, unagandisha mguu. Kama pale ulipokuwa umefika kwenye clutch, pale unagandisha mkono, unabadilisha mguu pale. Afu unaongeza ukiongeza tena moto kidogo tu hapa, utaona gari inaweza kuanza kutembea, au ile utasikia kama engine tena inapata nguvu. Alafu tena utaachia tena kile kadogo, gari itaanza kutembea. Ikianza kutembea, gandisha clutch kwanza. Clutch. Kama tuseme kama clutch ulikuwa umeachia 30%, unabaki kwenye 30%. Kwenye 30%. Ukifanya 30% unaacha. Gari inaanza kutembea taratibu. Wewe ukutana unaongeza moto kidogo. Ukishaongeza moto kidogo, halafu sasa kidogo tu, kwa sababu ishaanza kutembea, kwa gari itajiresa. Ongeza moto kidogo, halafu tena huku tena utaongeza hata 10 ngapi? Hata 50. Kwa inatembea kabisa, unamalizia kabisa, unachoma mguu wote. Mguu unabaki hapo kwenye moto. Kwa hapo ndo gari inapotoka. Ukitaka tena kusimama, unaachia moto, unabinya clutch. Unaachia moto, unabinya nini? Clutch. Ukishaacha clutch, unaachia moto, unabinya clutch, maana unatenganisha. Engine inabaki inazunguka kivyake na gearbox inazunguka kivyake. Kwa ukipiga brake, matairi yatasimama, engine inabaki inawaka. Ila usipobinya clutch ukapiga brake, ina maana engine na gearbox vinabaki vimeshikana. Kwa ukipiga brake, inasimama kuanzia engine mpaka gearbox mpaka engine. Kwa hii ndio sehemu kubwa sana. Hii baba, jinsi ya kuitoa gari, jinsi ya kuitoa pikipiki, jinsi ya kutoa parts na vitu gani, sio lori, malori, mali ni manyo. Hii sema ufundisho. Mtu anakufundisha. Sawa, watu wengine wanaweza kujifunza, lakini lazima uwe na mtu ambaye anajua, usije kusababisha majanga. Kwa ndio hivyo. Kwa kama unasema nimekosea kuna nini, mtu unaweza ukaongezea maoni yako hivyo. Kwa cha msingi ujue clutch ni nini, gearbox ni nini, engine ni nini, handbrake ni nini, accelerator ni nini, brake ni nini, clutch ni nini, na kirungu kila au ya lever ni nini. Takiwa ujue mahusiano yao ni yapi, kipi kinakaa kwenye engine, kipi kinakaa kwenye gearbox, hivyo steering inafungwa wapi, ili ujue. Kwa hiyo nadhani hili somo limeisha. Kama mtu alikuwa hajui, atakuwa amejua kitu fulani. Kwa hiyo tuseme hakuna la ziada tu. Cha msingi ni kuzingatia. Yaani mpaka sasa hivi
Nasisitiza sana uelewe jinsi ya kuitoa tu gari, ndio kitu cha msingi. Hicho ndio kitu kigumu. Ukiweza kuitoa hapa, vitu vingine vyote ni virahisi. Ukiweza kuitoa, vitu vyote ni virahisi. Alafu kuna kitu kingine ambacho kuzungumzia. Vile vile nimesema kuna sehemu gari inahitaji nguvu, kuna wakati inahitaji speed. Gari linapofika sehemu kuna mashimo, gari inahitaji nguvu, utashusha gia. Hiyo unatakiwa kujua. Gari ikifika sehemu ambayo ina mashimo au sehemu mbaya, huwa inahitaji nguvu. Gari ikifika sehemu nzuri inahitaji speed. Kwa hiyo ikihitaji nguvu unatoka kwenye namba 5 unarudi gia za chini. Ikihitaji speed unatoka na gia za kama inahitaji nguvu unatoka namba 5 unarudi gia za chini. Kama inahitaji speed unatoka gia za chini unaenda za juu. Kwa mtu mwingine ambaye ajui gari ndio bado linalina lakini kidogo anaendesha, inatakiwa unakuwa mjanja, unasoma mazingira ya mbele. Ukishaona kule mbele kuna mlima, oya unajiwahi mapema. Kile kima kile tapana namba 2. Hizo ni tekniki ambazo nilikuwa natumia mimi katika mambo yangu ya udereva. Unaona? Kwa ukishaona. Kwa hiyo sasa tekniki nyingine ambayo nataka kujua kwamba mtu unatakiwa uwe unasoma mazingira. Mazingira gani hayo? Mazingira kwamba inatakiwa ujue kwamba namba 1 inatumika wapi, namba 2 inatumika wapi mpaka namba 5. Kama babani ya rough road ya kawaida unaweza kuweka 3, inategemeana. Maana uzuri wa manyu unaweza ukatembea 5 afu katika speed ndogo. Kuna mpaka manyu unapunguza gia ujue sehemu ni mbaya. Kwa hiyo mwenyewe utaangalia. Na ukiweka gia ambayo sio sahihi gari yenyewe itakwambia. Utasikia gari na kama vile ukiweka gia ambayo make gari inataka nguvu, unaweka gia ambazo sio za nguvu. Gari utasikia kama engine na sisi inataka kuzima. Ukiona hivyo unabinya clutch unapunguza gia. Ukiona tena gari tena inalalamika sana inatoa sauti kubwa, ujue hiyo gia ina nguvu afu yani umeweka gia ambazo sio sahihi. Maana sehemu gari inataka speed afu umeweka nguvu. Gari itapiga kelele. Itataka uipunguzie nguvu afu ipe speed. Kwa kuipunguza nguvu na kuipa speed maana unatoka gia ndogo unaenda gia kubwa. Kwa kuna wakati gari inataka nguvu afu inataka speed ndogo. Ndio unashukia kutoka 4 unashuka 3. Unatakiwa kujua hivyo vitu. Kwa kuwa wewe ni learner unatakiwa unakuwa mjanja. Tunasema unatakiwa kujua pale napitaje, pale napita namba 2, pale napita namba 4, pale napita na 1, pale hivi au pale napita na reverse, utajua unapita vipi. Singine zaka kushinda video gari ugeuze upite kwa reverse, inategemea mazingira yote hapa, inategemea pana kwa vipi. Kwa hiyo ujue kabisa. Na hata mtani akwambia nataka kuelezea babu pale pita namba 2, pale namba 3, namba 4, namba 5, pale namba 6, pale pita na 2 tu hivyo. Unaona? Kwa ni vitu vya kujipanga, nataka unajua mapema. Lakini kwa watu ambao wanajua magari, yani yeye anabadilisha pale pale. Kwa sasa anajua tu pale pale, lakini mtu asijue unajipangia kuanzia kule. Maana unaweza kushangaa unafika pale, gia ukichomoa unaichoma baadaye kwenda namba 4 unaenda namba 3. Kuogopa kupanic, inatakiwa unabadilisha gia mapema kwa mtu ambaye wewe ni learner. Lakini kwa sisi tunaojua unabadilisha pale pale. Wala kuza unatawasi na story unapiga ndio hivyo. Kwa hiyo nawatakia watu wanaojifunza mpitie hii video. Rahisi nitawaelekeza kidogo kwenye gari. Uzuri hii gari yenye hizi gia 5 ninayo. Kwa hiyo hii yenyewe nitakuja kuitolea mpaka video kabisa kwa vitendo nitawaonyesha. Nitatengeneza video siku nyingine. Kwa hiyo ndio hivyo. Ujue clutch kazi yake nini na imeunganishwa wapi, breki kazi yake nini,
Breki ni kusimamisha gari. Na imeunganishwa wapi? Clutch imeunganishwa wapi? Steering iko wapi? Na breki iko wapi? Cha pili, ujue tofauti ya nguvu na spidi za kila gia. Kwa gia namba 1 sifa yake upande wa spidi na nguvu, hadi gia 5 upande wa sifa zake kwa spidi na nguvu, nataka ujue. Cha tatu, ujue jinsi ya kuitoa gari. Uelewe zile free mbili nilizokuwa nazungumzia, kwamba kuna free ambayo ipo katikati ya gearbox, alafu kuna free ambayo ipo katikati ya gear ya engine na gearbox, ambayo hiyo free inapatikana pale unapokuwa umebinya clutch. Kwa hiyo hizo katika hizo free zote ukiapply moja, gari haiendi. Ukipiga free gearbox gari haiendi, ukipiga free clutch gari haiendi. Kwa mpaka gari iondoke inatakiwa free zote zitoke. Kwa ndio hivyo. Kwa kazi ya clutch ujue ni clutch inatumika pale unapokuwa unaingiza gear au gari unapokuwa unaitoa. Kwa kazi ya clutch. Accelerator kazi yake ni kuongeza nguvu au kupunguza nguvu ya engine. Brake ni kusimama. Gear lever ni kuweka speed tofauti za gear za speed. Ya gearbox hii ni 5 speed, hii ni 4 speed, hii ni 16 speed hivyo yani. Kwa gear stick ni kuweka speed tofauti za gearbox ili gari iweze kukimbia. La sivyo, sehemu pa namba 5, ukitembea namba 5 gari inakula mafuta. Itakula mafuta, ila sehemu ya namba 3 ukitembea namba 5 gari inazima. Hayo ndio maajabu. Sehemu ya kutembea namba 5, ukiweka namba 3 au namba 3 gari inazima. Sehemu ya namba 5 ukitembea namba 3 gari haizimi, ila engine itakuwa inadai gear. Kwa hiyo gari itakuwa na mzigo mkubwa, gari itachemsha na vile vile utatumia mafuta mengi. Lakini sehemu gari inataka namba 3, ukienda namba 5 gari inazima. Kwa nini? Sehemu hii inataka nguvu, afu wewe umeipa gear ambayo ina nguvu, itazima. Ikiwa namba 5, sehemu ya namba 5 ukiweka namba 3, sehemu hii haitaki nguvu, umeipa nguvu nyingi. Kwa itapita lakini itakunywa mafuta, ita overheat. Umeona? Kwa hiyo bora hata huko inapozima huko. Hivyo vitu vya kuzingatia tena. Na mambo mengi ya kuambia, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo nawatakia mafunzo mema, na hata watu walikuwa ambao waelewe zaidi. Kwa hiyo Mungu niishie hapo. Kuna watu wanijui, mimi ndio Fred Nyota. Fred Nyota nadhani ndio jina langu la AKA, au Ferdinand au Ntamala, na hayo ndio majina yangu. Kwa hiyo tutaelekezana mambo mengi tu. Tutaelekezana huu ni uendeshaji, naamua nitoe video fupi. Tutakuja kwenye upande wa engine, jinsi inavyofanya kazi. Achana kufanya kazi, tutakuja tuangalie jinsi inavyofanya kazi, na jinsi vipuli vyake vinavyofanya. Tutakuja kila aina ya kipuli kinachofanya kazi. Kwa mfano masuala ya crankshaft, piston, valve seal, slide gasket, valve, starter, water pump, tuseme vitu vingine kama sensors, throttle body, unaona, mama carburetor haya, unaona. Mambo mengi kwenye engine tutazungumzia, mama distributor, maplug, macoil yale, yani mambo mengi tutazungumzia hapo mambo mengi sana. Tutazungumzia masuala ya oil, kwani oil zinaandikwaga zina viscosity mbili, mfano 5W30 kwa nini zinaandikwa hivi? 5W30 kwani kuna oil za 0W30 kwa nini zinaandikwa hivi? Kwenye oil tutakuja kuangalia kwa nini kuna oil zimeandikwa SAE. Kwa mfano SAE
Forte. Hizo oili nyingine za kizamani ndio safe, lakini oili za kisasa huwa zina viscosity mbili na viscosity moja. Tuje kuelewa kwa nini kuna kwa nini kuna gari wanaweka 50W30, kuna nyingine wanaweka 0W ngapi, W30 hivyo. Tutaangalia kwa nini oili inatumika wapi, kazi ya oili ni nini hivyo. Tutakuja masuala ya turbo, kazi za turbo, yako mambo mengi tutaangalia mbeleni huko. Kuna hasa kwa upande wa mechanics, hata kwenye upande wa umeme tujaribu kufundishana hivyo, kupeana ujuzi. Kama kuna mtu anajua zaidi atatuelekeza hivyo, lakini all in all tuelimishana. Leo tumedili sana na upande wa, kwa sababu kwa upande wa watu wanajifunza, lakini dereva siku zote anatakiwa ajue kutengeneza na kuendesha, na vile fundi anatakiwa ajue kutengeneza vile na kuendesha. Kwa hivyo vyote ni vyote tu. Fundi mzuri na anayejua kutengeneza kitu na kukiendesha, na vile dereva mzuri ni mtu ambaye anajua kutengeneza na kukiendesha. Lakini dereva mbovu ndio anajua kuendesha tu. Na tofauti dereva anajua kuendesha tu na fundi anajua kutengeneza afu ajue kuendesha. Ili awe mzuri anatakiwa ajue vyote. Hata kama ni udereva basi ajue udereva sana, ufundi kidogo. Afu na fundi ajue ufundi sana, udereva kidogo. Hivyo, lakini mambo ndio jinsi yalivyo, lakini mtu bora ni mtu ambaye anajua vitu vyote. Inakuwa vizuri zaidi.